Amen. Ninajaribu kupa mfano wenu ili usichanganyikiwe, kwa sababu kuna unasema ulisema Yesu ndiye Mungu mwenyewe. Sasa hapa sinaonyesha kabisa babake, nataka uelewe. Mwana wa Adamu. Kuna wakati Yesu anatambulisha kama mwana wa Adamu. Lazima uelewe kwa nini mwana wa Adamu. Atakaposema mwana wa Daudi, lazima uelewe kwa nini anakuwa mwana wa Daudi. Lakini anapokuwa Immanueli, nini maana yake? Amina. Somebody say amen. Amen. Asa andiko linasema huyu ndiye aliyepigwa, aliyetiwa muhuri kualisha. Rudia tena hapo, rudia tafadhali. Anasema hivi. Anasema kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba. Huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba. Yaani Mungu. Yaani Mungu. Amen. Ametiwa muhuri kwa ajili ya nini? Anasema msikitendee kazi chakula chenye kuharibika. Tunaanzia hapo. Look at me here. Amen. Nuru, unaelewa? Msikitendee kazi chakula kinacho haribika. Lakini tunapewa kwa kuna chakula kinachoharibika na chakula kisichoharibika. Maandiko alikuwa anatoa taarifa, kipo chakula kinachoharibika ambacho acha kukihangaikia. Lakini kuna chakula kisichoharibika. Ndo anasema ikoje hii chakula kisichoharibika? Anasema bali chakula kidumucho hata uzima wa milele. Chakula kidumucho hata uzima wa milele ambacho mwana wa Adamu atawapa. Kwa hiyo chakula kinachodumu kiko na mwana wa Adamu. Chakula kinachoharibika hakiko kwa mwana wa Adamu, kiko kwa watu wengine. Amen. Hebu sema sawa kama unanielewa. Sasa ili uelewe ni chakula gani hiki ambacho mwana wa Adamu, sasa inaposema mwana wa Adamu, what is this kind of food? Tunarudi wakati Yesu mwenyewe yuko duniani. Aliwahi wapa watu chakula kinachofanana na vyakula vingine vinavyotoka kwa watu. Siku ile alipotenda muujiza wa samaki na nini? Na mikate. Tuko pamoja? Wakala, wakashiba, kesho wakakusanyana wengi sana. Ndipo Yesu mwenyewe kwa kinywa chake akatamka maneno haya pia. Najua mnanitafuta kwa sababu ya chakula nilichowapa jana. Na akasema hivi, msisumbukie chakula kinachoharibika. Kwa hiyo alikuwa anathibitisha mikate na samaki walizokula jana ni kile kinachoharibika. Na akajaribu kufunua kuwa anamiliki aina nyingine ya chakula ambacho mtu akila. Are we together over there? Amen. Sio kama naelewa. Amina. Akasema leo nitawapa chakula ambacho mkila hamtasikia njaa milele. Amina. Na maandiko yanaeleza aina gani hiki chakula. Pale mbele yeye mwenyewe akaelezea akasema hivi, kuleni mwili wangu na kuinywa damu yangu. Asa kama akizungumzia kuleni my body and my blood. The meaning ni nini? Unazungumza katika mwili. Ndio. Amen. Ili upate damu, ili upate mwili, lazima awe ni mtu katika mwili. Amen. Na anapokuwa mtu katika mwili, ana play part ya mzaliwa wa kwanza kwa wanadamu. Amen. Mtu ambaye mwili wake, damu yake haitakuwa na doa, haitakuwa na waa. Amina. I don't know if you understand me. Amen. Mwambie jirani, unaelewa anachokisema hapa sasa? Na ndio maana hapa anatuambia inayotoka kwa mwana wa Adamu. Amen. Sasa mwana wa Adamu, maana yake Adamu ni uzao wa Adamu. Amen. Na alichukua nafasi ya kuwa mwana wa Adamu. Amen. Baada ya uzao wa Adamu, umenielewa, kuharibiwa. Amina. Pale mwanzo Edeni. Amen. Kwa sababu hata aliyezaliwa kwa mara ya kwanza, aliyesadikika kuwa ni mtoto wa kwanza wa Adamu, kumbe yule mtoto alikuwa amechakachuliwa, ambaye ndiye Kaini. Amen. Na ndio maana Kaini akaja kumuua ndugu yake ambaye ni Habili. Amen. Alijifunza wapi kuua? Maandiko yanasema hivi, adui haji ila kuua. Roho akija hurejesha na kuisha. Manake Kaini kwa nini alipofika aliua? Ndio. Manake nje alikuwa ni mtu, lakini spiritually hakuwa mtu. Amen. Mwangalie yule kanaye, mwambie usimwamini mtu kwa unavyomuona hivi. Usimwamini mtu kwa unavyomuona hivi.
Praise the Lord. Amen. Asa ni hivi, ndio maana nasema sasa chakula kinacholetwa na huyu mwana wa Adamu, Amen, hakiharibiki milele. Amen. Hakiharibiki milele. Mwana kilichozaliwa, Amen, kile ambacho ndani yake Mungu anakaa, ndio kinaitwa mwana. Amen. Mwana maana yake ni kinachozaliwa. Okay. Sikia. Amen. Mwili huwa unazaliwa. Roho haizaliwi. Amen. Roho inaumbwa. Amen. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Amen. Maana yake alichokizaa Mariamu ni ule mwili, ndio unaitwa mwana wa Mungu. Amen. Ndani ya ule mwili mwana wa Mungu ni Mungu mwenyewe, Roho. Amen. Anakaa hapo. Amen. Kitabu cha Yohana kinaeleza kwa kina kidogo. Amen. Kinasema alifanyika mwili. Amen. Alifanyika mwili. Yohana 1:14. Akaja kakaa kwetu. Ni Yohana ngapi? 1:14. Utasoma. Amen. Lakini hapa inasemaje? Inasema alifanyika mwili. Amen. Asa kama alifanyika mwili, moja inakupa uwe na uhakika kwamba kama alifanyika yeye mwenyewe, no one can be proud to make him. Hakuna ambaye anaweza kujivuna kumfanya, kwa sababu yeye alifanyika mwenyewe. Amen. Sio kama naelewa. Kwa kama alifanyika maana yake hakuna mkubwa. Sasa aliyefanyika mwili nani? Neno. Unaposema neno maana yake ni neno, maana yake roho. Kwa hiyo roho ambaye Mungu mwenyewe alifanyika mwili. Amen. Na alipofanyika mwili, alipokuwa tu na mwili, akajitambulisha kama mwana. Amen. Na hakuna namna unaweza kumuelewa isipokuwa akusaidie ajifunue. Ndio maana nasema mwana humfunulia yeyote ampendaye. Ndio maana kujua mambo haya ya kiungu, siri za Mungu, unahitaji kitu kinaitwa ufunuo. Hebu sema revelation. Rudia tena, sema revelation. Niko pamoja na mtu ananielewa? Amen. Msukume jirani, mwambie sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Sasa hapa anasema msikisumbukie. Lakini anachokieleza, point yangu nataka uelewe wapi kwamba huyu mwana wa Mungu ndiye aliyepigwa muhuri. Yes. Kwa ajili ya kuleta aina ya chakula ambacho kila hauwezi kusikia nini? Njaa. Amen. Manake kitachofanya ukila kile chakula you can't feel to be hungry again. Ni kwa sababu huyu ndiye mwenye uhuri. Huyu ndiye mwenye uhalali wa kutoa chakula ambacho mtu akila. Kwa hiyo mwingine akibeba chakula lazima kitaharibika, kwa sababu hakuna kinachomtenga na watu wengine. Hakuna kinachomtofautisha. Huyu yeye, kwa sababu tayari amepigwa muhuri, ndiye atakaye supply chakula ambacho mtu akila hata kuwa na njaa. Amen. Msema muhuri. Sasa hapo unaweza kaanza kuelewa nguvu ya muhuri. Ikiwa kuna muhuri ulipigwa maalum kwa ajili ya kutoa chakula watu wasife. Umenielewa? Nenda kacheki kwenye ulimwengu wa roho. Haiwezekani adui akabuni mihuri na akatembea kwenye mfumo ule ule. Na akaenda akakutana na watu, akakutana na familia, akakutana na mji, akakutana na watu eneo, na akawapiga muhuri pia. Inawezekana. Kwa nini inawezekana? Kwa sababu mwambie jirani, sikiliza, kwa sababu ni hivi. Sababu ni hivi. Amen. Tunaangalia mara ya kwanza alifanyaje kwa wanadamu wa kwanza kuishi. Amen. Bustanini. Amen. Haya, mpige kidogo je, mwambie twende mwanzoni kabisa. Twende mwanzoni kabisa. Mwambie tena twende mwanzoni na utaelewa. Mwanzoni kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanzoni? Lucy, unanielewa? Mwanzoni Mungu alipowaweka Adamu na mke wake pale bustanini, walipokuweko pale, Biblia inasema Mungu aliachilia agizo la wao namna watakavyotakiwa kuishi. You know why? Kwa sababu life, maisha yanategemea kauli au maelekezo ya Mungu. Amen. Niko pamoja na mtu? Amen. Life depends on what God say about you. Amen. Not on your money. Not on your name. I don't know kama unaelewa. Mtu hataishi kwa mkate bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu.
kama wameambiwa kae pale bustanini. Amen. Maana yake kulikuwa na neno ambalo Mungu anaachilia kwao linalowapa kuishi. Amen. Edeni. Na Mungu aliachilia neno hili la kuishi Edeni, Yeah. aliachilia kwa Adamu. Amina. Tunakwenda pamoja? Amen. Nyie watu mnanielewa? Hebu mbimzo, unaelewa au unashangaa shangaa? Unaelewa, unashangaa shangaa. Maana yake lile agizo ambalo Mungu aliliachilia kwa Adamu ndio lilikuwa linampa Adamu mwelekeo. Lilikuwa linamfanya Adamu anakuwa na mamlaka. Amen. Linamfanya Adamu anasikilizwa na simba, anasikilizwa na viumbe vyovyote vile. Amen. Lile neno Yes. liko ndani yake. Amina. Tunakwenda pamoja? Amen. Ili uelewe iko hivi. Amen. Shetani wakati anaingia Edeni, Ndio. alitafuta kujua kitu gani kinaongoza maisha yao. Amen. Na ndio maana alipofika pale akataka kujua what exists. Ndio. Ni nini kinakaa kwenye mawazo, kwenye mioyo yao. Amen. Alipofika pale, wala wasomaji wa Biblia wanaelewa. Amen. Aliuza ati. Yes. Ati Mungu amesemaje? Amen. Kwa nini anauliza? Anapeleleza. Yes. Ati Mungu amesemaje? Anachotaka manake watakachokisema ndicho walichokisikia kwa Mungu na wamehifadhi ndani yao. Amen. Ikitokea wakisema manake wachukue ambacho Mungu amewambia kiko ndani yao, wakilete nje. Maandiko yanasema kimtokacho mtu ndicho kimjacho. Amen. Shauti amen. Amen. Pige huyo kidogo, mwambie sikiliza, itakusaidia. Itakusaidia. Unajua hata mtu mmoja akielewa tu ni rahisi. Kwa hiyo ndio maana akaenda. Iko hivi, Yesu asaidie mtu mmoja elewe. Amen. Na ndio maana watu wengi leo Ndio. tunakuwa na wakati mgumu sana. Yes. Kwenye maombi au kwenye kumtumikia Mungu kwa sababu wengi wanaenda kwa mkumbo. Yes. Kwa sababu wanakuwa hawaelewi. Amina. Aidha wengine wamemezwa na shetani ovyo kwa kuto kuelewa. Amen. Alipofika anauliza ati. Yes. Ati Mungu amesemaje? Amen. Uliwafikiri kama yule mama asingejibu angenyamaza? Maana yake shetani alikuwa hana mahali pa kuanzia. Amen. Kabisa. Unanielewa? Amen. Kilichomharibu yule mama ndio ni kuanza kusema, starting to speak. Yes. Akasema no. Mungu amesema kwa sababu Mungu alimwambia mwanaume akamwambia mkewe. Amen. Kwa hiyo nguvu ya mwanamke kuishi pale ilikuwa inategemea kutoka kwa mume, kwa sababu huyu ndio kichwa, huyu ndio head. Sema head. Kila mahali panakuwaga na head. Amen. Kila mahali, hata kwenye mafanikio, hata kwenye kampuni lazima kuwe na head. Are we together over there? Amen. Sasa angalia, shetani alikuwa anajua kabisa hapa ili ni vuruga ufahamu. Lazima niende kwa mtu ambaye hana authority. Yes. Ya maisha hapa Edeni. Akijikoroga tu akaingia kwenye 18 kueleza juu ya utawala wa hapa Edeni. Maana yake nitakuwa nimeshapiga hii familia. Amen. Sasa kama watu wanaelewa. Amen. Na ni kweli alipoenda akaanza kuzungumza na mama, mama akatoa vitu ambavyo hakupaswa kuvitoa. Amen. Akachukua sira alipovisema namna ile. Na alipoona kwa sababu huyu amesema, alichokifanya nyoka ni nini? Alichokifanya shetani ni nini? Amen. Alipojua hiki ndicho kinachowafanya wao wana survive. Maana yake kabidi aweke bidii kuzungumza zaidi ya kile au kinyume ya kile alichokipata. Maana kama atazungumza zaidi ya kile, maana yake ata overcome kilichoko ndani. Amen. Na aki overcome kilichoko ndani, maana yake mwelekeo wa maisha wa huyu anayesikia yatatokana na kile ambacho kimeingia ndani yake. Amen. Asa watu wengi wa Mungu hawaelewi iko hivi. Na ndio maana rais zungumza akasema power ya maombi yako, nguvu ya maombi yako na matokeo ya maombi yako haiko kwenye kulia, haiko kwenye kuzungumza sana. Iko kwenye nini ulichoingiza kiko ndani yako. Amen. Angalia mwanzo mwambie, hivi unamuelewa au unashangaa? Unashangaa. Tuendelee kidogo. Tuendelee baba. Ninapoenda mbele utashangaa hata wewe una mihuri. Na wengine mna mihuri zaidi ya 5, wengine 12. Amen. Wengine mna mihuri mpaka 28. Amen. Lakini Mungu atatusaidia mwezi huu itafutwa. Ndio maana nikasema na semina ambayo hata mimi sijui naisha lini. Amen. Sijui. Amen. Ila muhuri lazima ufutwe. Hebu sema utafutwa tu. Utafutwa tu. Sema utafutwa tu. Utafutwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nini kinatokea? Lukuya. Amen. Kwa yule mama akatoa alicho nacho. Amen.
Kwa hiyo maana yake akawa mtupu. Alafu shetani alichokifanya akapanda. Lakini alipandaje na alitoaje? Alitumia sana akili. Akili. Sema akili, shika kichwa namna hiyo. Sema akili, shika kichwa, sema akili. Akili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo yule mama aliposikiliza, maana yake akawa kwa kusikia tu. Yule mama akaharibikiwa. Umenielewa? Lakini kwa nini shetani alifanikiwa kudanganya? Kwa sababu kumbuka, shetani kabla hajawa shetani alikuwa ni mwenyeji mbinguni. Amen. Na alikuwa na nafasi mbinguni. Kwa hiyo ukizungumzia makorido ya mbinguni, shetani anayajua. Ila sina uhakika kama unayajua. Mwangalie anamwambia unayajua. Na hii ndio maana unatakiwa kuwa makini sana Lucy. Unapigana na kiumbe ambaye, mnapigana na mdudu ambaye, tunapigana na mshenzi ambaye ni mwenyeji mbinguni. Amen. Na kuna vitu vingi anajua kwamba walokole wengi huwa hawajui. Kwa sababu kanuni iko hivi. Amen. Shetani hawezi kukufunga nje ya sheria ya Mungu. Amen. Amina. Ukiona shetani anakuvamia, maana yake anakubana kwenye sheria. Amen. Wala alikuwa hana uhuru kwamba anaweza kaenda tu kwa Eva akamwambia Helen nimekukamata. Kuna utaratibu. Utaratibu ni nini? Amen. Alijua siwezi kufanikiwa nikamovercome mpaka nimetengeneza moja. Nitengeneze mahusiano. Amen. Cha kwanza alitengeneza kitu gani? Mahusiano. Amen. Hebu sema mahusiano. Mahusiano. Piga kelele, sema mahusiano. Mahusiano. Hauwezi kupata mtu from nowhere barabarani amfahamiani hamna mahusiano akaanza kukutukana. Otherwise awe ni kichaa. Amen. Mtu mwenye nguvu ya kusema juu yako, mtu mwenye nguvu ya kukabiri maisha yako, akitaka kukumaliza, cha kwanza lazima atengeneze mahusiano na wewe. Yanaweza kama mahusiano ya ujirani, yanaweza kama mahusiano ya kanisani, yanaweza kama mahusiano ya utumishi. Amen. Kwa mahusiano yale yanakuwa ni mlango wa yeye kuingia kwako. Amen. Mwambie jirani yako unaelewa? Unaelewa. Usikafikiri tu mnakutana na mtu akaanza kutukana Mariamu. Is it possible? Kwanza haiwezekani. Amen. Umenielewa ima? Amina. Kama nafikiri nakutania, huwezi kupita barabarani pale ukakutana na mtu ambaye hamfahamiani, hamjawahi onana na akaanza kukutukana. Akaanza kutukana watoto wako. Akaanza kutukana unavyotembea. Hiyo isipokuwa huyo mtu akitaka aingie awe na uhalali wa kufanya anachotaka kwako. Amen. Cha kwanza lazima tengeneze mahusiano na wewe. Asa iko namna mbalimbali ya kutengeneza mahusiano. Mahusiano hapa tunaona nyoka anachokifanya. Alitengeneza mahusiano kivipi? Maandiko yanasema alipofika Edeni hakufanya fujo, ila alianza kuuliza. Eti Mungu amesemaje? Mwanzo 3:1. Unaelewa sawa sawa? Sasa wale wanaelewa, hawezi akija simba saa hizi aanze kuongea nyumbani kwako, utakaa. Sio utakimbia. Maana kabla hapo kulikuwa na mahusiano na ukaribu. Amen. Na hata Biblia inatambua mahusiano aliyokuwa nao. Ukienda wakati Mungu anatoa adhabu kwa nyoka na kwa mwanamke anasema hivi, kuanzia leo ninaweka nini? Uadui kati yako na mwanamke. Sasa kama anaweka uadui, maana yake kabla ya ile siku walikuwa nini? Na ukaribu, walikuwa na mahusiano. Amen. You understand over there? Amen. Yes. Anamwambia kuanzia leo naweka uadui kati yako na mwanamke na uzao wako wewe nyoka na uzao wa nani? Wa mwanamke. Naweka uadui. Maana kabla ya hapo walikuwa hawana uadui. Kwa hiyo sasa tuanze kuangalia Lucy. Inaposema nyoka akaenda kumdanganya mwanamke, maana asingedanganywa unless wanazungumza, unless wana story, wanapiga story, unless wana muda wa kushare vitu vyao. Hawezi kukuloga mtu bila mahusiano. Kabisa. Na wakati fulani kama hajapata mahusiano yeye moja kwa moja, anaweza kupata mahusiano kupitia watu wako wa karibu ambao wana mahusiano. Ndio maana ukikutana na rafiki yako ambaye ana rafiki, kuna uwezekano rafiki wa rafiki yako akawa rafiki yako. Amen. Kupitia rafiki yako. Amen. Amina. Wewe unaelewa ima? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kilichofanyika ni kitu gani? Look here. Alipofika pale alikuwa anajua kanuni na utaratibu ambao Mungu ameweka. Hawa watu wanapokaa hapa Edeni watazalianaje? Yeye alikuwa anajua. Amen. Unanielewa? Yeye alikuwa anajua. Ndio maana alipofika akasema ati Mungu amesemaje? Yule mama akasema akambeeka.
Amen. Kwenye ule umbea aliyozungumza, shetani akapata point. Ina maana kama ni hivyo, okay, ina maana kinachowafanyia wanaishi vizuri ni lile neno ambalo Mungu amewaambia, maagizo aliyowapa juu ya nini? Juu ya matumizi ya matunda, si ndio? Kwa hiyo nikitaka kuwapiga hapa, lazima nicheze kuvuruga matumizi ya matunda. Amina. Alipofika anasema hivi, kumbe ndio hiyo Mungu amesema msile wala msiguse. Wewe sikia, jiongeze. Mungu anajua siku kila mtafanana naye. Maandiko anasema mwanamke aliposikia, alipofanyaje? Aliposikia. Na hapo ndipo nataka uelewe himo, umenielewa? Muhuri, hata muhuri wa kwanza unapigwa kwenye masikio. Muhuri wa kwanza wa Mungu unapigwa kwenye masikio, lakini pia muhuri wa kwanza ili shetani akabiri maisha yenu anapiga pia kwenye masikio. Hebu sema amen kwa jina la Yesu. Utaelewa. Unajua kuna watu hawajui umuhimu wa masikio. Utaelewa ili wiki na Yesu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo look here. Alipozungumza na yule mama, kitu kingine alichokuwa anakitafuta pale ni kitu gani? Kwa sababu alipokuwa anazungumza, kumbuka ni mwenyeji wa mbinguni. Anajua kanuni ya kuzaliana kwa namna ya mbinguni. Anajua kanuni ya maisha kwa namna ya rohoni. Kwa sababu maisha ya rohoni yanategemea kauli ya Mungu. Narudia, maisha ya rohoni yanategemea kitu gani? Kauli ya Mungu. Ndio maana when God say yes, the meaning is yes. And the outcomes will be yes. When God says yes, no matter how hard the situation, no matter how sick are you, no matter hali ni mbaya kiasi gani, usiogope ubaya wa mazingira, usiogope kudhoofika kwa mwili. Ikiwa Mungu amesema ndio, katikati ya hali mbaya ulionayo, tafsiri yake ni nini? Mungu atapigana na hali mbaya hiyo mpaka wewe uwe salama. Sawa naye alivyosema. So no matter what, that is the spiritual life. We are living depending on the word of God. Wakati fulani outlook, mazingira nje ni magumu, yanatoa taarifa ya kufa kesho, yanatoa taarifa ya kuzikwa kesho. Mungu akisema, Mungu akizungumza, Mungu akipanga mipango na wewe kwa ajili ya mwaka kesho, maana yake kifo unachokiona ni batili. Sio kama unaelewa. Bwana, neno mtu hataishi kwa mkate, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Bwana. Nyoka alifanikiwa kujua. Maana yake kama mtu anaishi kwa neno la Bwana, umenielewa? Nyoka akija ataondoa neno la Bwana, ataweka neno lake. Hasa mtihani ulionao ni kutafuta kujua neno la Bwana ni lipi na neno la adui ni lipi. Kauli ya Bwana ni ipi, kauli ya adui ni ipi. Mwangalie yule kana mwambie, kwani unamuelewa au unasubiri kutabiliwa? Kwani unamuelewa? Mimi nataka ujifunze kwanza. Hallelujah. Hallelujah. Sasa ni muhimu sana. Look here. Look here. Alipofika pale, akawafunga wale watu kwa sheria. Akavuruga sikio. Akavuruga nini? Sikio. Hebu ngoja, labda tupite kwenye maandiko na sikupeleke sana huko kapotea. Tafuta kitabu hiki cha Kutoka sura ya 21. Kutoka sura ya 21. Tutaanza mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 6. Kutoka sura ya 21 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 6 mpaka wa 6 pale. Soma Kutoka sura ile ya 21. Mstari wa kwanza nasema. Mstari wa kwanza tutaenda mpaka ule mstari wa 6. Basi hukumu utakazoziweka mbele ya watu ni hizi. Hukumu utakazoziweka mbele za watu ni hizi. Ukimnunua mtumwa wa Kiebrania atakutumikia muda wa miaka 6. Atakutumikia muda wa miaka 6. Mwaka wa 7
atatoka kwako huru bure. Atatoka kwako huru bure kabisa. 3. Kwamba aliingia kwako peke yake. Kwamba aliingia kwako peke yake. Atatoka hivyo peke yake. Atatoka hivyo peke yake. Kwamba ameoa. Kwamba ameoa. Mkewe atatoka aende pamoja naye. Endelea. Kwamba ni bwana wake aliyempa huyo mke. Naye amemzalia wana. Wa kiume au wa kike. Yule mke na wanawe. Endelea. Watakuwa ni mali ya bwana wake. Endelea. Naye mume atatoka peke yake. Atatoka peke yake. Lakini huyo mtumwa akisema waziwazi. Ila huyo mtumwa akisema waziwazi. Mimi nampenda bwana wangu. Mimi nampenda bwana wangu. Na mke wangu na watoto wangu. Mke wangu na watoto wangu. Sitaki mimi kutoka niwe huru. Endelea. Ndipo huyo bwana wake atamleta mbele ya Mungu. Atamleta mbele ya Mungu. Na kumleta mlangoni. Au penye mwimo wa mlango. Na bwana wake atalitoboa sikio lake kwa umma. Atalitoboa sikio kwa umma. Ndipo atamtumikia siku zote. Ndipo atamtumikia siku zote. Amen. Ngoja nifafanue kidogo hapa, wengine waelewe. Umeisoma hayo maandiko? Suzu, umeisoma hayo maandiko? Sasa nisikilize. Yanasema hivi, sheria ilikuwa hivi. Amen. Ukinunua mtumwa wa Kiebrania. Amen. Kwa sababu na maana zamani walikuwa nauza watumwa. Amina. Sawa? Ukifanikiwa kumnunua yule mtumwa wa nini? Wa Kiebrania. Ukawa uko naye. Amen. Sawa? Atakutumikia kwa miaka 6. Ila mwaka wa 7 anatakiwa atoke akiwa yuko huru kabisa. Amina. Ni sheria hiyo. Sikiliza sasa vizuri. Pale mbele anasema hivi. Ikiwa atapata mke huyo mtumwa akiwa kwako. Amen. Sawa? Na akazaa watoto akiwa huko kwako. Amen. Ikifika ule muda wake wa kuondoka, ataondoka yeye. Ataacha mke. Amen. Na watoto. Amen. Kwa lugha nyingine, hata akizaa watoto wakati yeye ni mtumwa kule, amen, hana uhuru na hao watoto wala hana uhuru na huyo mke. Kabisa. Tunakwenda pamoja? Amen. Ikitokea mtumwa huyo akajiweka wazi kuwa mimi ndio ninampenda mtumwa wangu, ninampenda mke wangu, amen, na watoto wangu. Amen. Maana yake atabaki kuwa mtumwa wa huyo bwana. Miaka yake yote isipokuwa anatakiwa atobolewe sikio kwa umma. Kwa popote anapoenda. Amen. Sikio ni muhuri unaopigwa kwa mtu kuwa mtumwa. Amen. Forever. Amen. Unanielewa sasa? Amen. Ngoja nikupe sasa mtihani mwepesi. Je, akitoka huyu jamaa ambaye tayari amekwisha kutobolewa nini? Sikio. Amekwisha kutobolewa sikio kwa kukubali kuwa mtumwa. Amen. Unadhani akitoroka akienda kufanya kazi mahali pengine kwa mtu mwingine, kwa anayejua sheria hizi, je, huyu jamaa atatoboa? Hatoboi. Kwa nini? Kwa sababu popote anapoenda anajulikana kuwa huyu anatakiwa kuwa mtumwa miaka yake yote. Ndio maana ametobolewa sikio kwa umma. Amen. Mwangalie mwanzo, sikiliza. Unajua ya mambo kielewa yatakusaidia. Amen. Kwa hiyo maana yake kwa wale wenzetu, maana yake muhuri ulikuwa unapigwa kwenye sikio. Amen. Na akishapigwa ule muhuri kwenye sikio, maana yake popote anapoenda anajulikana kuwa ni mtumwa. Hata angeiba nguo ya bosi avae, muhuri unamkataria yeye sio bosi wala sio mwana wa bosi. Yeye atakuwa mtumwa tu. Amina. Na watoto wake, amen, watoto wake watatumikia kifungo cha baba yao. Amen. Kwa sababu wanajulikana ni watoto wa yule mtumwa milele. Hivi naongea na watu wanaelewa? Okay. Asa hivyo vitu vikija leo. Amen. Leo hivyo vitu vina happen vipi kwenye maisha yetu? Amen. Na kwa sababu ilikuwa hakuna namna unaweza kumuondoa huyo mtumwa hapo. Umenielewa? Ndio mfano
wa namna tulivyokuwa tumefungwa na uovu, yes, na adui. Amen. Kwa njia ya dhambi. Amen. Mpaka ndio atakapotokea mtu ambaye, yes, atakubali kuibeba adhabu ya mtumwa mahali pa utumwa wako, ndio anaitwa Yesu. Amen. Are we together over there? Amen. Labda unaweza kaanza kuona umuhimu na kuona ukubwa wa kazi ambayo Yesu alifanya. Sio kawaida kama unavyofikiria. It is more. Kwa sababu nini? Watu walikuwa wamewekewa alama na wengine bado wanaendelea kuwekewa alama za kila aina. Jana nilikupa mfano. Kiasi mpaka Lazaro amefanyaje? Amezikwa. Na kwenye jiwe hawajaacha, wamepiga kabisa na muhuri kwamba huyu ni mtu aliyefanyaje? Ni mtu aliyekufa. Na ilikuwa hakuna mtu angeweza kumuinua nani? Lazaro. Kwa sababu hali aliyokuwa ameifikia Lazaro ilikuwa ni mbaya kuliko unavyofikiria. Kwa hiyo hakuna mfalme, yes, hakuna mamlaka, hakuna kitu chenye nguvu kingeweza kumsaidia Lazaro unless, yes, atoke mtu ambaye ana uwezo kuwa na muhuri unaozidi mihuri mingine yoyote. Unless atoke mtu ambaye ana uwezo kupambana na mauti na akaishinda mauti. Asa ni mmoja tu ambaye alikuwa na uwezo na ana uwezo na atakuwa na uwezo wa kushinda mauti. Yes. Anaitwa Bwana Yesu. Kwa hiyo alipofika kaburini, yes, anapomfufua Lazaro, oh my God, ni watu mnanielewa? Sukuma mwanzo mwambie sikiliza vizuri nitakusaidia. Kwa hiyo ili akamfufue Lazaro, mwanangu, umenielewa? Hawi tena kama Emmanuel like you think. Hapana, hapana, hapana. Lazima kuna nafasi anaitumia. Nafasi gani? Kaangalie mambo ambayo alikuwa anamwambia Martha. Alimwambia Martha hivi, mimi ndiye ufufuo. Amen. Ule ambao mnausubiri siku za mwisho, yes, mimi ndio huo ufufuo. Amen. Maana Yesu anapoenda kwenye mlango wa kaburi la Lazaro, haendi kama mwana wa Yusufu. Amen. Haendi kama mwana wa Adam. Hapana. Huwezi kufufua kama mwana wa Adam. Lazima aende kama Bwana wa ufufuo. Amen. Kwa sababu anaenda kupambana na mtu ambaye amezidiwa na mauti. Amen. Mauti imechukua nafasi hapo. Amen. Sasa hapa maana yake akienda pale, aende kama Bwana wa nini? Bwana wa ufufuo. Amen. Na anatumia upako gani kumuinua Lazaro? Hawezi kutumia upako wa kwanza katika mwili. Yes. Upako wa kwanza katika mwili anaitwa mwana. Kwa sababu kwenye upako wa kwanza amezaliwa. Yes. Na kama amezaliwa maana yake ana mwili wa kibinadamu. Adhabu ya mwanadamu katika dhambi ni mauti. Yes. Hasa ili aweze kumtoa Lazaro kule, lazima atumie upako wa omega. Amen. Upako wa kesho. Amina. Upako wa omega. 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 Manake upako wa omega. Upako omega ni upi? Amen. Ni ile nguvu yake ya uungu, nguvu ya ufufuo. Amen. Ile nguvu itakayotumika atakapokuja mara ya pili. Yes, akiwa hapo makaburi ya watakatifu yanafunguka. Si ndio? Ndio upako na utumia. Oh my God, kuna mtu ananielewa hapa? Apostle anaongea kitu gani? Upako huo aliuachilia siku anatoka kaburini. Ndio siku makaburi ya watakatifu yalifunguka. Wakatoka humo. Miili ya watakatifu ilitoka. Asa Lazaro alifufuliwa. Kabla Yesu hajafa na kufufuka, alilazimika Yesu kutumia upako wa kesho, kutumia upako wa omega, kushughulika na problem iliyoko hapa. Kama ambavyo kuna maeneo mengine watu naweza kuvuka vikwazo kwa kutumia upako wa imani ya wakati unaokuja, kwamba hata kama hapa ninaumwa lakini ninayo maono, kesho yangu naona ni mzima. Kwa hiyo wakati ninaumwa hapa sizungumzi hali ya hapa, nazungumza kama mtu wa kesho. Unajua maneno gani yanakuja? Hapo ndipo ninasema sitakufa bali nitaishi ili niasimulie matendo makuu ya Bwana. Sema mina kama unanielewa. Wangapi wananielewa? Amen. Hebu pangua, hebu sema napangua kila kitu mbele yangu. Napangua kila kitu mbele yangu. Pangua, sema napangua kila kitu mbele yangu. Wangapi wananielewa? Sasa ni vitu kidogo ambavyo vinahitaji neema ya Mungu kukusaidia ukanielewa. Amen. Amen. Umenielewa vizuri? Maana yake unaenda kwenye destiny, unatumia upako wa kesho. Amen. Kupambana na leo yako. Shetani akitaka kukuua leo, unajua anafanyaje? Huwa anatumia upako wa jana. Amen. Na ndio maana ukitaka kumovercome, anapotumia upako ule wa jana, au anapotumia taarifa za jana, wewe tafuta taarifa za kesho. Amen. Sijui kama nafundisha mtu anaelewa.
Taarifa zako za jana automatically sio nzuri. Amen. Taarifa zako za jana ni taarifa za anguko lako. Amen. Taarifa zako za jana ni taarifa za ulivyoteleza ukajikua. Amen. Hiyo ndiyo jana yako. Amen. Nenda kaangalia. Mungu anamwambia Yakobo, usiyatafakari mambo yako ya kwanza. Amen. Kwa sababu mimi nitafanya jambo jipya. Na kama Mungu atafanya jambo jipya, unajua ni kitu gani? Maana yake anawekeza imani. Imani ni kuwa na uhakika na mambo yanayotarajiwa. Amen. Maana yake no matter hali yangu ni mbaya kiasi gani sahihi, lakini kuna kitu ninakitarajia. Ila hakionekani. Shetani anachukua kile kilichofanyika jana. Na anakukumbusha kwamba we hauwezi. Wewe unafahamu. Anakupa historia yako. Namna ambavyo mmekuwa watu wa kushindwa. Mmekuwa ni watu wa kukwama. Hii ugonjwa huu uliua mtu fulani. Ugonjwa kapeleka na mtu fulani. Kwenye familia yenu hebu angalia. Hawasomagi shule. Na hata wakisoma wanaishia taarifa ya jana. Amen. Unanielewa sawa sawa? Sasa how do we move there? Tunavukaje pale? Yesu anafanyaje tunavukaje pale? Ni lazima tumie upako wa kesho. Amen. Kuovercome leo. Mwisho utakuwa mkuu kuliko mwanzo. Maana yake upako wa kesho. You are someone you tomorrow. Amen. Nasema wewe ni mtu fulani kesho. Amina. 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 Una nafasi fulani kesho. Amina. Dharau habari yako ya jana. Dharau magumu yako ya jana. Dharau yaliyokusumbua jana. Kubali kuna kitu unatarajia in Jesus name. Sema amen kwa jina la Yesu. Amen. Apostle anaongea kitu gani? Ninazungumza Mungu anapokuja kwa anaweza anasema nawavusha nawapeleka nchi jayo nini? Maziwa na asali. Sasa utavukaje jangwani? Mtu wa namna hii. Utavuka ukiwa na uhakika kutembea kwenye kauli ya Mungu. Amekutoa Misri amesemaje? Na kupeleka nchi ijayo nini? Maziwa na asali. Lakini hakukwambia kutapita lile bonde pale utakosa chakula. Kwa hiyo maana yake hata kama utakutana na njaa kiasi gani isikusumbue. Lishika neno la Bwana alilosema na wewe. Ninakutoa na kupeleka nchi ijayo maziwa na asali. Na Biblia inasema Bwana si mwanadamu hata aseme uongo. Amina. Kwa hiyo mambo yatakuwa magumu. Usiangalie ugumu yale mambo. Angalia kauli ya Mungu ya mwanzo aliyosema juu yako. What God have said to you, it is more powerful than the situation you are facing now. Niko na mtu. Amen. Mwambie jirani yako namuelewa huyu jamaa. Unamuelewa huyu jamaa? Sema kila muhuri ufutike. Kila muhuri ufutike. Sasa usiombe wale waliopigiwa muhuri kwenye akili. Nitazungumza baadhi ya vipengele fulani. Kuna mihuri inapigwa kwenye akili mtu haelewagi hata ungefanyaje. Kabisa. Ikipigwa kwenye akili na nitakuelekeza unafanyaje ili tutoke hapo. Amina. Mungu atusaidie kwenye hili somo. Uko tayari kuvuka? Amen. Mwambie jirani yako uko tayari kuvuka. Uko tayari kuvuka. Pigie kelele mwambie uko tayari kuvuka. Sio ukiona una mtu akiambia hicho kiti kwa imani, piga hapo uko tayari kuvuka. Uko tayari kuvuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amen. Who are you tomorrow? Wewe ni nani kesho? Kwa mwendo ulienda nao, kwa imani na kwa mafunzo uliyojifunza madhabahuni, wewe ni nani kesho? Anza kuona who are you tomorrow. Anza kuona. Haya. Kama umeanza kuona who are you tomorrow, hebu nenda kwenye kauli. Adui amesemaje juu ya maisha yako? Adui amesemaje juu ya utumishi wako? Adui anasemaje juu ya mwenendo wako? Mpaka sasa hajakuhesabia ulivyojikwaa na akakwambia kwa mwendo huu haufiki popote. Amehesabu. Na usiombe akikuhesabia na kuletea anasema wewe mwenyewe unaona unaona. Halafu kama hautajua anachokifundisha ni rahisi kusema ila kwa kweli hata mimi ninaona. Ukisha kubali hata mimi naona, you are finished. Ndilo kosa alilofanya nani? Yule mwanamke. Amen. Nyoka alipozungumza mwanamke akasikia. Kitendo cha kutilia maanani. Aliyozungumza nani? Nyoka. Yakabadilisha macho. Amen. Kilichokuwa kifaa kikaanza kufanya? Kufaa. Yakabadilisha maamuzi. Amen. Yakabadilisha msimamo. Amen. Msimamo wake ukabadilika. Akachukua akala. Alivyokula akaona okay, it's kawaida tu. Alivyoona ni kawaida tu akamshawishi mumewe. Nimeonja wala hakuna wala sijafaa. Mbona hamna kitu? Akamshawishi
na baba naye akala. Yes. Wakawa uchi. Amen. Kumbe lile neno, hebu sema lile neno. Lile neno. Sema tena lile neno. Lile neno. Ongeza sauti, lile neno. Lile neno. Naongea na mtu ananielewa. Amen. You can make, kwa sababu anayeamua maisha yako we nani kesho ni wewe. Amen. Ngoja nirudie. Ni nani? Ni mimi. Ni nani? Ni mimi. Ni nani? Ni mimi. Ni nani? Ni mimi. Sioni kama watu wanaongea. Ni nani anayeamua? Ni mimi. Hebu sema ni mimi. Ni mimi. Who decides you? Amen. Na unaamuaje? Unaamua kwa kulishika neno. Amen. Na ahadi za Mungu. Amen. Kwa hali yoyote ile. Amina. Kwa sababu usije kafikiri kuwa na maisha mazuri ni bahati. Ni ahadi ya Mungu uwe na maisha mazuri. This is the God promise. Yes. Mungu kama ameruhusu tuje duniani maana alishaandaa mazingira yetu. Amen. Lakini problem iliyoko ni sisi, ni uzembe wetu. Tatizo ni sisi. Amen. Ndio maana mtu mmoja aliimba vizuri. Asema kuna wakati wa si nini? Mbele sioni najiuliza. Alafu mbona kama hizi shida zimekawia kuisha. Mtu aliimba kwa ufunuo sana huyo. Amen. Kati ya maswali nasikia sauti ndani, na hii sauti inasemaga taratibu sana. Amen. Sauti ya Mungu inakujaga taratibu, inasemaga kwa mbali. Yes. Sauti ya yule inakuaga na power. Amen. Weacha ujinga. Jiongeze. Changamka wewe. Amen. Utabaki hivyo. Amen. Iba tu kidogo, kwani nini bana? Wewe mwenyewe sumona. Yes. Kula kidogo. Wewe ukila utafanana naye. Chukua, onja basi. Eva, jaribu kama chukua kidogo Eva, onja tu. Neno tu lile lina haribu. Lakini huyu mwimbaji akaja akasema kati ya maswali nasikia sauti ndani imebeba ujasiri. Ikifanyaje? Ikinitaka nikiri, nikisema mimi ni wa juu. Mimi ni wa juu. Mimi ni wa juu, my God. Mimi ni wa juu. Juu sana. Juu sana. Sema tena. Mimi ni wa juu. Ongeza imani. Mimi ni wa juu. Mimi ni wa juu. Juu sana. Juu sana. Alafu akasema stafsiliwi kwa haya. Kwa haya machozi na magumu, mimi ni mshindi tu. Kama usindie Mungu. Haijalishi giza. Bwana ni nuru yangu. Nitashinda hii vita, na yote yatakwisha. Tasimama tena, tainuka tena. Mimi ni wa juu tu. Mimi ni wa juu tu. Tasimama tena, tainuka tena. Mimi ni wa juu tu. Mimi ni wa juu tu. Nimependa kanaimba haka bwana. Pigia Yesu makofi. Watu wakinyamaza mawe yatapiga kelele. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu. Haya. Na kama hapo na darasa la watoto wa Sunday School kuanzia Jumapili nitatoa maelekezo. God bless you. Huyu mwanafunzi wangu mmoja wapo. Amen. Wa drums nilimpata. Wewe unalionaje hilo kanisa miaka 3 mbele? Wa drum yuko hapa. Njoo. Mimi tunampiga shetani kwa neno la kesho. Njoo na wewe. Amen. Haijarishi giza, yeye ni nuru yangu. Nitashinda hii vita. Amen, amen, atosha.
miaka 2-3 inayokuja, maana yake ni rahisi huyu ndiye mpiga vyombo mkubwa. Na unajua upigaji wake utakuwa ni very powerful, kwa sababu neno hili linalofundisha si kapa ni kadogo kanakuwa nalo. Kwa katakuwa very well. Haka nakaona kameshika maiki ndo kanaimbisha. Kakiimba kameshiba lile neno ndani. Mwambie mzee, hayo ni maono sasa. Hayo ni maono sasa. Sema amina kwa jina la Yesu. Amina. Kwa nikikaa hapa nimekaa na watu wakubwa. Amen. Kadhalika ndo hili neno nakwambia tunashinda magumu ya sasa kwa kutumia kesho yako. Amina. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Kama kuna mihuri walikuwa wamepiga kwako, hebu twende tutumie ile neema ya Bwana Yesu. Wakati ulimwengu umeshindwa, yuko mtu atakuja. Yeye ni mzaliwa wa kwanza, mwana wa Daudi, mwana wa Adamu. Anaenda kurudisha heshima yetu. Mihuri iliyopigwa kwamba hautaweza inafutika. Sema inafutika. Nendeni mkae watoto wazuri. Nendeni mkae. Tunavuka. Hebu sema tunavuka hapo. Sema tena tunavuka. Tunavuka. Kwa hiyo mfano wa muhuri huu wa huyu mtu aliyegongwa muhuri kwa kutobolewa sikio. Ndio. Haya ni maagano kadha wa kadha ambayo huyu anaachiliwa kwa watu mbalimbali. Amen. Mfano, hawa walikuwa wanaweka sikio. Amen. Lakini kwenye kabila yenu wanafanyaje? Kwenye familia yenu huwa wanafanyaje? Kuna vitu vinafanyika unaweza usijue, lakini kumbe ni moja ya mihuri ambayo imekuwa napigwa kwa watu. Amen. Praise the Lord. Amen. Niko na mtu hapa ananielewa. Amina. Okay. Bahati nzuri yuko pale. Fili, hebu niambie. Wewe ni Mchaga? Au ni Masai? Kwenye sikio hapo nimekugusa kidogo yeah. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Amina. Lakini sisi Wachaga tunaelewa. At the end of the year you have to go there back home. Amen. Si ndio? Amen. Unaenda nyumbani, kuna zoezi linafanyika. Amen. Ukienda kwa watu wengine, nenda Ilinga, nenda Mbeya, pia wana mifumo yao. Amen. Huwezi kaenda mahali unasafiri unaenda mbali, hawajasema wanakutamkia au wanakuwekea ulinzi. Wengine wanapewa dawa. Yes. Si ndio? Amen. Nyewe mnaelewa, si ndio? Amen. Na wengine aidha mnatakiwa kula chakula, mnakula chakula cha pamoja cha familia. Yes. Kabla hamjatawanyika, au kuna zoezi fulani linafanyika. Na mara nyingi inaweza kufanyika wakati wa msiba. Amen. Wa mtu fulani mkubwa amefariki. Au tu mtu wa familia yule anaamua kwamba tutafanya hivi, watafanya hivi. Amen. Wakati fulani nilikuwa naomba na mtu mmoja. Amen. Nimeomba naye, Mungu akanipa kufahamu hivi. Muhuri uliopigwa kwao ilikuwa hivi. Walikuwa wamezaliwa ni mapacha. Yes. Kwao. Amen. Na kwa ni mapacha, alipozaliwa wale mapacha, familia na majirani wakaitwa, ikafanyika sherehe maalum. Amen. Kwa nini? Kwa sababu mapacha wamezaliwa. Asa ile sherehe inaunganisha vitu gani? Wanatafuta madawa, wanajua wao yanamaanisha nini. Wanachemsha kwenye chungu. Amen. Wakichemsha maana yake wanaita watu wote, mnaanza wanaimba, mnazunguka kile chungu. Alafu mzee mmoja ambaye wanamwamini wanamtegemea, anachukua kitu, anadumbukiza kwenye yale madawa yanayochemka, alafu anawachapa kwenye miguu. Mnaimba huku mnachomeka na yale maji. Amen. Umeelewa? Kwa unapigwa ule wimbo, mnazunguka Sasa maana yake nini? Mungu akaja kunifundisha. Maana yake ile kitu ina impact, ni muhuri umepigwa kwenye nyayo zao. Ndio. Ni muhuri umepigwa kwenye miguu yao. Siku hiyo naomba yale mapepo yakasema hatuwezi kutoka mpaka, kwa sababu ibada ilifanyika na tulikabidhiwa huyu mtu ni wa kwetu. Amen. Sasa niambie, hata kama unaomba sana inatokaje? Sasa tuna walokole wa leo. Amen. Nitaka kusema kitu fulani. Walokole wale wanasema kwa sababu umekwisha kuokoka yote yameisha. Umesikia hima? Eti kwa sababu umeokoka yote yamefanyaje? Yameisha. Nani kakudanganya? Jana si wewe nimekusomea maandiko vizuri. Amen. Yesu ameenda amemwamsha Lazaro wapi? Kaburini. Amen. Lakini akafanyaje? Walipotoa pale, akaambia mchukueni, mfungueni. Amen. Na mpe nini? Chakula. Lakini kafufuliwa. Ila bado amefungwa. Yes.
unapata neema ya wokovu. Lakini huo wokovu ulifika kwenye peaks, kwenye hatima. Unahitaji kukulia wokovu. Kwa kujifunza kuna vitu vingine kadri siku zinavyoenda unagundua hiki unafungua, ndivyo unavyozidi kuwa na afya. Amina. Hebu nisaidie amina kwa jina la Yesu. Wangapi wanaelewa? Kwa mtu asikwambie nimeokoka nimemaliza kila kitu. No. Kuokoka ni mlango wa kuingia kwenye familia nyingine. Lakini huko kwenye familia nyingine kuna maisha sasa yanaanza. Ukienda sawa sawa kwenye hayo maisha huko ndani ndipo kuna kuaminiwa, kuna kupewa nafasi, kuna kukua. Hivi kuna watu wanaelewa? Mimi nishaokoka. Usifikiri ukiokoka umemaliza. No. Kuokoka ni mlango wa kuingia. Ndio maana unaweza ukaingia ukaamua uingie ubaki mtoto miaka yote. Unaweza ukaingia ukawa ni mwana wa kwenye ufalme lakini zezeta. Unaweza ukawa umeingia ni mwana wa ufalme lakini uliyepungukiwa. Naongea na mtu ananielewa? Soma vizuri Biblia. Na sikudanganye mtu. Na ukishaingia huko unakutana na miambo, unakutana na watu. Aina za watu. Kama uulize Petro atakwambia. Yesu aliita akawa na wanafunzi wangapi? 12. Wanafanana tabia. So different. Kwa nini hawajafanana wakati Yesu wao ni mmoja? Hawezi kufanana kwa sababu kila mtu ana nafasi ya kwake. Hebu sema amen. Sema amen. Katika wale 12 ni mmoja alikufa mzee sana, ni Yohana. Ni kwa sababu ya uzee. Yeye alikufa kwa sababu ya nini? Uzee. Ya uzee. Lakini yuko mwingine ambaye alikufa kwa sababu ya usaliti. Ni Yuda. Yeye ni nini? Usaliti. The rest hao wengine walifia injili. Kwa mateso, kwa maumivu, kukatwa vichwa, si kufanyaje, whatever. Wewe umeingia kwenye huo mlango. Who are you? Wewe ni nani? Wewe ni Petro? Wewe ni Yuda? Wewe ni Luka? Muulize mzee, wewe ni nani? Wewe ni nani? Niko na mtu anaelewa? Sema amen. Kuna mtu ananielewa? Amina. Asa kama wewe ni Petro, manake njia yako sio njia ya Yuda. Kama wewe ni Filipo, njia yako sio njia ya Yohana. Kama wewe ni Paulo, umepigwa muhuri kwenda kuhubiri kwa mataifa. Ndio maana Paulo anasema mimi nimetumwa kwa mataifa. Hata ukimtolea unabii kwamba ukienda huko utakufa, kwanza anasikia raha kufa kwa ajili ya Kristo. Sio mwoga. Anasema hilo tu. Mwambie hilo tu. Pige yule akanambia hilo tu. Sema amina kwa jina Yesu. Ukikutana na mtu ambaye ni Yohana, Yohana anasema niko tayari kulala porini. Anakutana na manyoka, anakutana na manzige, anakutana na mange, lakini anasema nikitoka hapa nitarudi kwa wale jamaa, nitawaambia Yesu ni Bwana. Hebu nisaidie amina kwa jina Yesu. Anayafurahia mateso yake. Niko mtu ananielewa? Amina baba. Piga ile kanimwambia wewe unaelewa hii shule? Wewe unaelewa hii shule? Yuda naye ana nafasi yake. Sema amen. Alichukua vipande vya fedha, havikumsaidia yeye kabisa wala ndugu yake. Hela alichukua, alikufa bila kutumia, na alipozichukua baadaye zikawa za moto. Sasa tamani kuwa Yuda. Utakufa vibaya kabisa. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Wangapi wananielewa sawa sawa? Kama wewe ni Petro, uwe na bidii kwenye kazi yako. Kwa sababu Petro kazi yake pia ni imani yake kutindika. Yuko na upesi, yuko na haraka kuliko unavyofikiria. Mtu mmoja aseme amen. Lakini Mungu wa mbinguni akupige muhuri. Na mimi nimetumwa hapa kama mjumbe, nifute kile muhuri uliopachikwa kwako na wachawi na washirikina. Kwa ibada za ukoo zilizokuwa zinafanyika, kwa ibada za wafu. Wewe ambaye mlipigwa muhuri kwa mtakuwa mnatolewa sadaka kwenye familia yenu. Yaani mnakufaga kwa sababu ya miguu tu, mnakufa kwa sababu ya kichwa tu. Mwezi huu ninasema kama mtu aliyetumwa kwako, hiyo mihuri ninaifuta katika jina la Yesu aliye hai. Haitakaa kwako, inafutika. Sema inafutika. Sema kila muhuri unafutika kwa jina la Yesu aliye hai. Mihuri ya kiganga, mihuri ya kichawi, mihuri ya majini, mihuri ya kila aina inafutika katika jina la Yesu aliye hai. Sema inafutika. Mihuri iliyopigwa tusifanikiwe, mihuri iliyopigwa tuwe watumwa,
Sema ninafuta. Futa. Sema nafuta leo. Mwenye imani na atende. Amen. Na afanye sawa sawa. Amen. Mama moja akagundua kuna mihuri imepigwa. Ndio. Mume wangu alikuwa anadaiwa madeni. Yes. Amekufa. Ndio. Yale madeni hayakwenda na aliyekufa. Yakahamia kwa watoto wake. Yes. Yule mwenye kudai akaja. Akasema watoto wakalitumikie deni la baba yao. Deni la nani? Deni la baba yao. Kama watoto wanatumikia deni la nani? La baba yao. Wangapi leo wanatumikia madeni ya bibi zao? Madeni ya shangazi zao? Madeni ya koo zao? Lakini leo nakutangazia, kila deni la bibi yako halitakuwa na nguvu juu yako. Maana wa muhuri unafutwa. Kila deni linalofanya kazi kwenye biashara yako, linalofanya kazi kwenye biashara zako, linalofanya kazi kwenye wokovu wako, ni leo hii. Leo hii kila muhuri waliopiga kwa mganga wa kienyeji eti usifanikiwe, kila muhuri waliopiga walikaa njia panda, walivunja nanasi huku wanataja jina lako, leo hii inafutwa. Inafutwa wewe na watoto wako, inafutwa wewe na nyumba yako, inafutwa wewe na familia yako. Sema inafutwa. Simama useme imefutwa. Hallelujah. Amen. Sema inafutwa. Inafutwa. Ebu shika hivi. Useme kwa imani, useme mimi ni yule waliyenipangia mauti, lakini nimetoka, niko mzima. Mimi ni yule waliyeweka mtego, kwenye hiyo mitego ninatoka, niko salama kabisa. Leo hii ikiwa siku ya pili, kila muhuri unafutwa. Ebu msemesha adui, mwambie adui kwa staili yoyote uliokuwa na nijiria, nakupa taarifa leo, nakupa taarifa leo, nakupa taarifa leo, nakupa taarifa leo. Muhuri ulioupiga juu ya uzao wangu, muhuri ulioupiga juu ya afya yangu, leo unafutwa kwa damu ya Yesu. Leo unafutwa kwa damu ya Yesu. Leo unafutwa kwa damu ya Yesu. Futa. Futa huo muhuri, futa. Kila muhuri wewe fanya kwa bidii na kwa imani kama unakoelewa. Futa huo muhuri in Jesus name. Rabasaka. Kila muhuri futa kama unayo imani. Futa katika jina la Yesu. Muhuri waliopiga muwe mnaanza vizuri lakini mmalizi vizuri, futa kwa jina la Yesu. Futa kwa jina la Yesu. Wewe utakuwa miongoni, wataanza vyema, watamaliza vyema. Wataanza vyema, watamaliza kwa ushindi. Futa mateso ya tumbo, futa mateso ya miguu, futa rababa sekete, futa kwa jina la Yesu. Madhabahu za familia zinazokabili maisha yako, familia, kwa jina la Yesu ali hai, futa. Muhuri wa utumwa, muhuri wa kukwama, kila muhuri futa kwa jina la Yesu. Acha kulegea, ngeza bidii, ngeza bidii ufute. Wewe unaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Weka bidii, futa. Muhuri uliopigwa hakuna kupata kazi, ufute leo. Muhuri uliopigwa hautafanikiwa, futa huo muhuri. Raboshaka katika jina la Yesu aliye hai. Ndani ya mwezi huu tunafuta muhuri wa magonjwa, futa BP, futa rabasheketete. Tunafuta kila muhuri ambao ulipigwa juu ya hiyo familia, ulipigwa juu ya utumishi, ulipigwa. Hebu futa, weka bidii, futa kila muhuri wa kichawi, muhuri wa waganga, muhuri wa washirikina. Futa mwanangu, weka bidii, futa in the mighty name of Jesus Christ. Futa juu ya mtoto wako, futa juu ya maisha yako,
futa juu ya familia hiyo. Futa kwa watoto wa kike kwenye familia yenu, watoto wa kiume kwenye familia yenu. Futa kwa ajili ya kaka yako, futa kwa ajili ya dada yako, futa kwa ajili ya hiyo. Futa rabo shekete rika kakakakaka. Futa rabo shete rika raba sakata. Kwa damu ya Yesu futa huo muhuri. Hiyo walioandika mtakufa kwa kansa ya kizazi, hiyo futa. Walipiga muhuri hautainuliwa. Futa hiyo waliandika juu ya nyumba yako. Futa, my God. Futa mwanangu, futa kwa kinywa chako. Bwana takase kinywa chako kiwe na mamlaka, futa. Futa. Kwa nini hao watu waliokufa wanakuja kwenye ndoto? Muhuri unawatambulisha. Hebu futa huo muhuri, wasikujilie kwenye ndoto katika jina la Yesu aliye hai. Hautakaa na waliokufa, maana imeandikwa Mungu wetu ni Mungu aliye hai, si Mungu wa wafu. Futa. Weka bidii ufute. Futa. Raba sekete rekeke sakata. Futa mwanangu. Futa huo muhuri wa kifafa, huo muhuri wa HIV, huo muhuri uliopigwa juu yako, huo muhuri wa madeni, huo muhuri wa kila aina. Futa katika jina la Yesu. My God. I thank you, Jesus. My God. Futa kwa jina la Yesu aliye hai. Futa mwanangu, futa. Thank you Lord. Yes. Amen. Inua mikono yako miwili namna hii kwa Bwana. Sema, hii jioni ya siku ya leo, ikiwa ni siku ya pili, mihuri inafutwa. Nimeinua mikono yangu juu. Bwana Yesu. Najitangazia mimi na nyumba yangu, mimi na familia yangu, ya kwamba ile mihuri iliyokuwa imepigwa juu yetu, iliyokuwa imepigwa tuteseke, iliyokuwa imepigwa tushindwe kuendelea, iliyokuwa imepigwa tusifanikiwe, ifutike sasa kwa damu ya Yesu. Ifutike leo kwa damu ya Yesu. Na siku ya leo ninamshinda adui kwa neno la ufunuo. Yesu, kama Ibrahim alivyoshinda kwa imani ya kutarajia, na mimi leo namwapisha adui kwa imani ya kutarajia. Inua mikono yako hivyo, tulia. Maandiko yanasema Ibrahim akawa mtu wa pekee mbele za Mungu kwa kuwa alitarajia yasiyotarajiwa. Kitendo hicho kamfanya Mungu akamheshimu. Alitarajia na akatembea kwenye hiyo taraja hata kama mambo yalikuwa magumu. Akapita eneo fulani, anakumbuka hata mtoto hana, lakini Mungu akamwambia, angalia nitakupa kama nyota za mbinguni, kama nyota za, na akaamini. Katikati ya hayo mazingira magumu akaamini. Na maandiko yanasema Mungu akamhesabia haki kitendo cha kuamini. Akiwa kwenye hali ngumu namna hiyo akaamini. Ibrahimu akasema, unajua sina mtoto. Mungu akasema, njoo nikuonyeshe viwango vya watoto nilioweka kwa ajili yako ni kama nyota za mbinguni. Hata kama hujaona mtoto kwa jicho lako la sasa, lakini naona watoto wako. Mataifa watabarikiwa kwa jina lako, utakuwa na uzao every corner. Akamwamini Bwana. Inua tu mikono yako. Akamwamini Mungu aliye hai. Akamwamini Kristo. Repokosaka. Kuna jambo ambalo umekuwa unamuomba Mungu kwa muda mrefu. Kuna jambo umekuwa unatamani kama Mungu akusaidie. Ghafla wakati napitishwa hapa kwa habari ya Ibrahim, Mungu ananisemesha juu ya maisha ya mtu hapa. Oh yes. Wala usivunjike moyo. Ninaona zaidi ya mara 3 umekuwa disappointed.
zaidi ya mara 3 umekuwa disappointed, kiasi kwamba yamebaki maswali unauliza, inawezekana sio Mungu, inawezekana sio lenyewe. Sikia, Mungu anamwambia Ibrahim, huyu Mdameski hatakurithi. Sikiliza, tayari ndani ya moyo wako naona ulikuwa unajaribu kutafuta jibu mbadala. Usitafute jibu mbadala, tutatembea na jibu la Mungu lile lile, hata kama mazingira ni magumu. Usijaribu kutengeneza mlango mwingine, bado tutatokea kwenye mlango ule ule, mlango wa Bwana, mlango wa Bwana, mlango wa Bwana. Yeye ni mwaminifu, mlango wa Jehova. Hata kama umepita magumu, unaona hakuna tumaini juu ya kile ulichoomba mara ya kwanza. No. Sikia, nataka niseme, kuna mtu naongea naye. Usijaribu kuweka jibu mbadala. Jibu la Mungu bado lipo kwenye hilo eneo. Bado neema ya Bwana ipo. My God, my Savior, my Redeemer, Alpha and Omega. Jibu lako ni amina, jibu lako ni kweli. Haubadilishwi na chochote. Upepo ukiwa mkali, haubadilishi kauli yako. Jua likizidi, haibadilishi kauli yako. Robo shaka, neno lako ni kweli, neno lako ni amina. Neno lako ni kweli, neno lako ni amina, Jehova. Ibrahim, Mungu anamwambia, njoo nje, njoo nje, njoo nje, njoo nje. Akakubali, akatoka nje. Walipotoka, Mungu akamwambia, kaziangalie, kazihesabu nyota ukiweza, nitakupa watoto wengi kama nyota za mbinguni. Akamwamini Bwana, akamwamini Bwana. Mungu anaponipa neema ya kufuta mihuri hapa, uko muhuri ulibakia kwako, na huo muhuri unakufanya umekuwa na wasiwasi. Nia yako ya kwanza imekufa. Nia inayokuja ni nyingine. Sikiliza neno hili, uwe na nia ile ile ya kwanza. Tembea na nia ile ile ya kwanza, maana Mungu wetu hana kigeugeu wala habadiliki. Kila alichozungumza ni kweli. Ananituma, ananiambia, ananiagiza juu yako sahihi. Uwe na nia ile ile. Wema wa Bwana utauona, wema wa Bwana utauona. Naongea na mtu hapa, naongea na moyo wako, naongea na moyo wako. Usiweke jibu la mbadala. Acha jibu la Mungu Bwana, acha jibu la Mungu Bwana. Hata aliyepita jangwani alijaribu kufikiri labda arudi Misri, labda arudi kwa Farao. Bwana akaweka hapo kutimiza ahadi ya neno lake. Wanapita jangwani, neno la Bwana linawafuatilia. Wanapita baharini, neno la Bwana linawafuatilia. Wanapita kwenye magumu, neno la Bwana linawafuatilia. Biblia yangu inasema wakati wa mchana kwa nguzo ya wingu, kwa nguzo ya wingu, wakati wa usiku kwa nguzo ya moto. Hajawahi kuwaacha, hajawahi kuwapungukia. Walipotindikiwa imani zao, Biblia inasema ya kwamba aliwaongoza kwa fadhili, kwa fadhili za Bwana. Njia yako ipo kwa fadhili za Bwana. Bwana atakuongoza kwa fadhili zake na kwa pendo lake. Usijaribu kuahirisha, usijaribu kuweka alternative nyingine. Usiweke alternative nyingine. Bado tunatembea kwenye alternative ile ile. Mungu hajaahirisha, wala Mungu haja kata tamaa juu yako. Anasema na yajua mawazo ninayokuwazia ni mawazo mema, mawazo ya amani, mawazo ya mafanikio. Naongea na mtu hapa. My God, my God. Ninaenda naona uliandika vitu. Kuna vitu uliandika. Ukaambia Mungu, hiki na hiki na hiki. Ukaandika. Ukavipeleka mbele za Mungu. Mwanzoni ulikuwa na nguvu. Naona ukipiga magoti ukiomba, huku umefurahi ndani yako. Lakini kuna mwendo ukapita hapo katikati. Ule mwendo ukahisi kama Mungu amekuacha. Ule mwendo ukahisi ni kama ulikosea. Sikiliza mwanangu. Mwendo ule ukakufanya umekuwa na maswali. Kuna wakati uliapply ukahisi ni imani, ukasema na viacha tu Mungu, kama ni vya kwako na viacha. No.
Maana yake hapo ulikuwa umekata tamaa, rudi tena. Ni kama Hajiri akitupa mtoto akisema kuliko afe wakati namuona, acha afie mbali wakati simuoni. Anamwacha mtoto, anasema nitaumia nikimuona na kufa namna hii, nitaumia, ni bora nimwache au anakufa wakati simuoni. Hajiri anapoacha mtoto namna ile, anaenda mbele kidogo kule jangwani, hakuna maji, hakuna tumaini lolote. Alipomwacha mtoto pale analia kwa sababu ya kiu. Biblia inasema ghafla malaika wa Bwana anayetembelea watu jangwani. Yuko malaika ambaye anawazungukia walioko jangwani. Yuko malaika ambaye anawapitia wale ambao wanapita kwenye jangwa, jangwa la mahusiano, wanapita kwenye jangwa la biashara, unapita kwenye jangwa fulani. Yuko malaika ambaye anapita kwenye hilo jangwa lako, anapita kwenye hilo jangwa. Hata kama jua ni kali, yuko malaika anaenda na wewe. Hata kama mazingira ni magumu, yuko malaika anaenda na wewe. Nami ninatuma leo, naagiza yule malaika anayepitaga jangwani na watu. Malaika huyo hazuiliwi na jangwa, hazuiliwi na gereza. Ninaona na imeandikwa, Bwana amemtembelea yule aliyekuwa amefungwa gerezani, ambaye ni Petro. Bado yuko malaika aliyeenda akamtoa Petro hapo. Hata Petro akahisi ni ndoto, lakini yule malaika akatoka na Petro. Yuko malaika ambaye akaenda gerezani wakati Paulo na Sila wako hapo kwenye gereza. Yule malaika anafungua ile milango. Inawezekana uko kwenye jangwa la mume wako, jangwa la watoto wako. Bado kwenye hilo jangwa Bwana hajakuacha. Ninaona malaika wa zamu anakupitia kwenye hilo jangwa. Sauti nyepesi, sauti inasikika kwa mbali, inasema mwanangu, sitakupungukia. Inasema mwanangu, nitakuongoza. Inasema mwanangu, nimejua tabu na mateso yako. Nitakupatia jawabu. Yule malaika anamwambia Hajiri, geuka nyuma yako, usilie tena, geuka nyuma yako. Mtupo wa mshale moja, pana kijito hapo. Mwanao hatakufa Hajiri, mwanao hatakufa Hajiri. Bwana amechagua kukukumbuka. Inua mikono, usichoke, inua mikono yako namna hii, namna hii. Kuna watu wanne, kuna watu wanne, kuna watu wanne, kuna watu wanne waliona vitu vyao kama vimekufa. Mungu ananiambia hapana. Jehova ananiambia hapana. Hapana, 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 hapana. Nasema hapana, hapana. Unahisi yule mume wako uliyeletewa kwenye ulimwengu wa roho na ulikuwa na nguvu ya kuomba kwa ajili yake, sasa hivi humuoni kwenye ulimwengu wa roho. Ile connection ya kwanza hauioni tena ndani yako. Sikia, sikia, sikia. Wako watu wanne hawa naongea nao sasa hivi. Wako watu wanne naongea nao sasa hivi. Neema ya Mungu inaenda kushughulika na wewe. Uwe muhuri umefutwa, uwe muhuri umefutwa. Watu wa maisha yako waje. Kabila za watu zilizo kwa ajili ya maisha yako zinakuja, ikiwa ni pamoja na huyo mume wako aliyekusudiwa na Bwana. Anakuja, anakuja. Muhuri uliopigwa, msiwe mnaonekana. Muhuri uliopigwa, usidumu kwenye ile eneo. Oh my God, unafutwa kwa damu ya Yesu. Sikiliza, inawezekana kabisa watu wa kule Misri walikuwa na uhakika Hajiri na mtoto wake watakufa jangwani. Hawakuwahi kujua Mungu anatokeaga watu jangwani. Hawajawahi kufikiria kwamba Mungu anaweza kaenda mwendo pamoja na wewe hata kama unapita kwenye hilo gumu kiasi gani. Lakini yuko Mungu hazuiliwi na hayo mazingira. Bwana yule aliyekutoa tumboni mwa mama yako na akaruhusu uishi, alikulinda na ule ugonjwa ambao wengine kwenu walikufa na ugonjwa ule, lakini wewe kaendelea kuishi. Yule aliyekutunza kwenye hilo eneo bado
ana mpango na wewe. Yule aliyekupa wepesi kuisikia sauti yake, wakati mwingine naona hata unasema sitaomba tena, lakini bado Mungu anakufuatilia kwenye ulimwengu wa roho, anasema na wewe, anakupa maelekezo. Sikiliza, ni kwa sababu Mungu ana haja na wewe. Hawa watu wanne nazungumza nao sasa hivi, utasikia kama maporomoko ya maji ndani ya moyo wako. Unasikia kama maporomoko ya maji ndani yako, ikiwa ni nguvu ya Roho Mtakatifu ya kukuamsha. Kukata tamaa hujaanza wewe. Hata Elia alikata tamaa, akalala, akasema sasa ni bora nife. Aliwahi kabidhi roho yake mikononi mwa Bwana, anasema Bwana, chukua roho yangu, chukua roho yangu. Lakini bado Bwana anatuma kunguru, anaachilia maji, anasema peleka mkate. Nimetumwa nilete mkate, unyanyuke tena mahali ulipo. Nimetumwa nilete mkate, uinuke tena mahali ulikuwa umesimia moyo wako. Nimetumwa na Bwana, nimetumwa na Bwana, nimetumwa na Jehova, nilete mkate kwako. Uinuke tena mahali ulilala mlalo wa kufa, mahali ulitamani ukamwambia Bwana, chukua roho yangu. Ukasema Bwana, kama ni mahusiano yamenichanganya, sikia, Bwana haja kuacha. Ulikuwa unahitaji chakula, pokea neema jioni ya leo. Pokea vazi la neema, pokea taji ya neema, pokea neema, pokea kibali, pokea kibali. Ewe mwanamke, pokea kibali. Wewe msichana, pokea kibali. Robo korobo sakata. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana. Wakati nashughulika na hao wanawake wanne, ghafla kuna mtu ninamuona, anataka kutupa fimbo mkononi mwake. Mungu ananipa maono haya. Naona mtu anataka kutupa fimbo. Mungu ananiambia, unaona, kwa sababu ya huduma iko ndani yake. Amepita kwenye maeneo magumu, amepita kwenye maeneo mateso. Ndio maana ya ile fimbo unayoiona. Fimbo ni wito wake, fimbo ni huduma iliyo ndani yake. Amekuwa na maswali juu ya hiyo huduma, amekuwa na maswali. Sikiliza, neno hili linanijiria. Bwana anawaambia mitume, nendeni humo, mubebe fimbo. Hakikisha fimbo unayo. Fimbo ni ile huduma na nafasi Mungu aliweka ndani yako. Yuko mtu unaongea naye, pokea hiyo neema ndani yako, pokea hiyo neema ndani yako. Hautaitupa hiyo fimbo, wala usitupe fimbo. Sikia mwanangu, Orekesekete ropoko saka raba korianda. Hiyo neema itende kazi ndani yako. Ilete uamsho, ilete uamsho, ilete uamsho, ilete uamsho, ilete uamsho kwa mara nyingine. Ilete uamsho kwa awamu nyingine. Ilete uamsho kwa zamu nyingine. Ilete uamsho. Wewe ni wa thamani kwa Bwana. Wewe ni wa thamani kwa Bwana. Mapito uliyokutana nayo, safari yako ilivyokuwa ngumu, imetengeneza unataka kutupa. Sikiliza, usijaribu kutupa, usijaribu kukataa, usijaribu kujitetea. You are there for God. Uko pale kwa ajili ya Bwana. Ribosha Karabasekeria robo kurabasaka. Sijajua huyu ni nani naongea naye, lakini naambiwa usitupe fimbo yako. Usiairishe Bwana. Usitoroke Bwana. Usiairisha ise. Usiairishe Bwana. Usiairisha ise, asema Bwana. Usiairishe. Pokea nguvu ndani yako. Usiairishe. Kama Bwana alitaka ukae Patimo hata kama miaka 5, usijaribu kujitetea. Rikorobo linanana sataya ribo sekete ribobo seke rimama seke. Pokea neema hiyo ndani yako kwa damu ya Yesu aliye hai. Pokea neema hiyo ndani yako kwa damu ya Yesu aliye hai. Mwanangu, sikia neno hili. Yeye atakuongoza, atakupitisha katika majani ya marisho mabichi. Yeye Bwana atakuongoza. Yeye ni nuru yako, yeye ni taa yako, yeye ni nguvu yako, yeye ni kauli yako, yeye ni ujasiri wako. Sikia, wakati umeshindwa kuzungumza, yeye atazungumza kwa kinywa chako. Rabo korianda ribo korobo saka, katika jina na kwa damu ya Yesu aliye. Pokea ujasiri ndani yako, pokea ujasiri ndani yako. Usiangalie mwingine, hiyo ni zamu ya kwako. Usimtarajie mwingine.
Hiyo ni ya kwako. Usijaribu kufikiri labda ni mtu mwingine. Ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Ndio Mungu alisema na wewe tangu umekuwa binti mdogo. Kuna mambo umekuwa unapitia na Bwana amekuwa na wewe. Hata kama watu walikuja kwenye maisha yako, lakini wengi wakatenga na wewe, wakakaa mbali na wewe. Mara nyingi umekuwa unabaki peke yako na unauliza, ni wapi mimi ninakosea? Hapana, sikiliza, umetofautishwa na watu, umetofautishwa na Bwana. Uko kwa ajili ya Bwana. Ndio maana Yusufu aliuzwa na ndugu zake ili afikie makusudi. Rapakorobo shanda riko robo saka rinda raba korianda rima kuria masaka robo kurianda. Pokea neema ndani yako, pokea uamsho ndani yako, ipokee nguvu ndani yako, ipokee nguvu inayokuwezesha, ipokee nguvu inayokuinua, ipokee nguvu inayokupa kibali katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Mungu ananipa kutembea. Nafika kwenye maisha yako. Ninaona kuna wakati uliachwa kwenye nyumba peke yako, peke yako, peke yako, peke yako, peke yako. Na ulipoachwa hapo uko peke yako, ukawa na hali mbaya, unaumwa. Na mara nyingi hiyo picha inakujiria mara kwa mara. Kila unapopita kwenye magumu, hiyo picha huwa inakuja na inasumbua sana maisha yako. Sikiliza, Mungu ananiambia jioni ya leo, wakati nafuta hiyo mihuri, Mungu ananiambia hivi, sikiliza, ikiwa wewe ni Yusufu, ilikuwa lazima wakuache peke yako kwenye shimo, wakuache peke yako, wakuache peke yako. Na ukitolewa hapo, utaenda ugenini, utakaa na watu wasiokujua kwa nafasi yako, utakaa na watu wasiotambua nafasi yako, utakaa na watu wasiotambua kama wewe ni mwana wa Yakobo. Rika ndorobo shaka. Utafungwa pamoja na wakosaji, utafungwa pamoja na wasiofaa. Sikia neno hili, ni mpango wa Bwana kwa ajili ya kufika kwenye hatima ile. Bado neema ya Bwana ipo, neema ya Bwana ingaripo kwa ajili yako. Inua mikono yako. Kuna huyu mtu ambaye Mungu ananipa kufika kwenye maisha yake. Kuna kitu kitatokea sasa hivi ndani yake, chemichemi sio ya kawaida. Ndio, wewe inua tu mikono yako juu, inua tu mikono yako juu. Kuna hii nguvu itakusaidia, kuna hii nguvu inakusaidia. Ndio, nguvu hii Yesu anaiachilia hii nguvu ndani yako. Maporomoko ya maji, maporomoko ya Roho Mtakatifu ndani yako, maporomoko ya Roho Mtakatifu ndani yako. Roho wa Mungu akija hurejesha. Mshauri wa ajabu husema na moyo wako sasa hivi, anakupa maelekezo, anakupa maelekezo. Ndio, 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 rapoko sakata. Ndio, ndio, kuna msukumo unaamka ndani yako. Kuna msukumo. Msukumo aina hii ulikuwa umekufa wakati fulani, kwa sababu wakati unapambana kuona nitafanyaje kuishi, huo msukumo kafa. Msukumo wa kutafuta maisha yako ukawa na nguvu kuliko ule msukumo wa Mungu ndani yako. Oh my God, oh my God. Jioni ya leo, huo msukumo wa Kristo ndani yako nainuka. Neno la kutoka linanijiria. Msukumo ukitokea kwa Musa, anatoka kwenye jengo la ikulu, ghafla anaenda nje, anasema anaona Waebrania wanateseka, anapata kujua alizaliwa kwa ajili ya kuwasaidia hao ndugu. Yuko tayari kutengana na hiyo ikulu. Rabo shandaria basaka. Pokea hiyo neema wewe ndani yako. Robo korianda. Pokea hiyo neema ndani yako. Naongea na wewe, pokea hiyo nguvu ndani yako katika jina la Yesu. Touch. Katika jina la Yesu wa Nazareth aliye hai. Touch. Robo shaka. Katika damu ya Yesu aliye Mungu mkuu. Ndio, 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 ndio. Ora kosekete. Ndio, 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 ndio. Usiyatafakari mambo yako ya kwanza.
Mimi ni Mungu niliyekuita kwa jina lako. Nitakuongoza. Nimekushika kwa mkono wangu. Upitapo katika maji mengi hayatakugarikisha. Miiba na michongoma, maana nitakusaidia, asema Bwana. Nami nitatenda neno jipya. Kila atakayeona hatazuilia macho yake kutiririka machozi. Kila atakayesikia masikio yake atawasha. Maana ni Bwana amechagua kuyatenda haya. Au ni nani awezaye kumpima Bwana kwa vipimo vilivyo dhahiri katika ulimwengu huu? Hapana. Kama alivyomwambia Daudi, Daudi, umewaza vyema, lakini hautanijengea wewe. Nitaachilia utajiri kwenye viuno vyako. Yeye atakayetoka kwenye viuno vyako. Raba kosaka. Bado naongea na mtu huyu. Umekuwa na mawazo mazuri juu ya kazi ya Bwana, lakini unaona vile ambavyo umekuwa unahangaika, unaumia, vile ambavyo umekuwa unapitia mambo magumu. Mungu ananiambia iko neema anaachilia ndani yako, na manukato anaachilia ndani yako kwa ajili ya madhabahu. Katika madhabahu yake ameweka vyombo vya thamani vya magome ya miti na vya udongo kwa ajili ya utukufu wake. Yeye hapungukiwi, yeye hapokonywi, yeye hakatishwi tamaa, hajairisha. Asema yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje. Miaka itapita, nyakati zitapita, lakini neno lake li hai, linaenda na wewe, linakufuatilia, haijerishi. Taarifa imetolewa eti utauawa, sikia. Hiyo taarifa ni batili, maana wewe waliyetaka kukuua ndiye utakayeenda kuwaua wale waliopanga kukuua wewe. Bwana anamwambia Elia, rudi tena. Wale mabaharia saa imefika, watakatwa vichwa. Wale wote 450 watakatwa vichwa. Bwana anamwambia Gideoni, Gideoni, inuka kwenye hilo shimo. Gideoni, nyanyuka, usijifiche, maana wewe utalipiga jeshi la Wafilisti kama jeshi la mtu mmoja. Rapa korianda, rapa ramamande, riko koko, rapa. Mikono yako imetiwa nguvu tena, maana Bwana asema nimewakabidhi adui zako kwenye mikono yako. Usiogope, usitayarike tena. Nimechagua kwenda na wewe, sitakuacha. Aweka ahadi juu ya Yakobo, anasema Yakobo, nitakulinda popote unapoenda mpaka yatakapotimia haya niliyokuambia, uliyoyaona. Naongea na wewe mtumishi wake, wewe mtumishi wa Mungu. Yako mambo alisema na wewe, hajaahirisha, hajagairi. Yeye ni mwaminifu. Sikiliza nikwambie, anasema mpaka yatakapotimia nitaenda sambamba na wewe. Hata kama Labani angepiga chenga, bado iko hekima ya Bwana. Likayaba. Neno la Bwana, neno la Bwana linakuja hapo ulipo. Yes Lord, yes Lord. My Redeemer, my Savior, miracle worker, God of wonders, I glorify your name. Kuna mtu mmoja unaambiwa ufanye toba ndani yako. Fanya toba. Ondoa shaka. Ondoa shaka. Kubali kufanya toba na uondoe shaka. Mungu hajaahirisha kwenda na wewe. Hajaahirisha kwenda na wewe. Hajaahirisha kwenda na wewe. Mungu anakwenda na wewe. My God, my Jesus, my Savior, I glorify your name. We lift up our hand to you, Jesus, because we want your power touching upon us, touching our heart, touching our mind, and everything that God will have. We depend on your power. We depend on your grace. We depend on your favor. Hawa watu wanne na huyu mtu wa tano, Roho Mtakatifu anashughulika nao. Anashughulika nao. Anashughulika nao. Anashughulika nao. Anashughulika nao. Huyu mwingine ni mtumishi. Napita kwenye hilo eneo, usikate tamaa. Usikate tamaa. Wakati ule Mungu alipokuwa ananisemesha kwa habari ya kuacha kazi, uko wakati nilihisi ni pepo. Na uko wakati nilipomtumikia Mungu madhabahuni, nilipopungukiwa, nilihisi nilikosea, nikatoroka nikaenda kufanya kazi, sikupata chochote.
sikupata chochote. Kumbe mimi nilikuwa madhabahuni. Hata kama nilikuwa navaa kiatu kimetoboka chini, bado kulala kwako na njaa, kukosa fedha yoyote, kusikupe uhalali kutoka kwenye mstari ambao Mungu amekuwekea. Kubali tu kukaa hapo. Kubali tu kukaa hapo na Mungu wako. Usijaribu kumlinganisha Mungu na kipato chako na kumpima Mungu kwa kipato au kwa fedha. Hapana. Hapana. Riko roho sana. Leta yule kule nyuma. Peleka hapo madhabahuni. Ora manderi abasaka. Kariandari abosia. Ropo kosaka. Riko rika kaka. Peleka pale madhabahuni. My God, my Lord. Ni kwa sababu ya neema yako tu Mungu wangu tunaweza kwenda. Usiairishe maombi yao uliomba, uliokuwa umeandika. Ruhusu toba ndani yako. Ruhusu toba ndani yako. Ruhusu toba. Huyu kuna mwingine bado Roho Mtakatifu anambia shughulika naye huyu. Uliandika na kuandika, lakini baadaye nakuletea shida. Unasema sasa nashindwa nifanyeje hapa? Mungu Yesu ninayemhubiri hajawahi shindwa. Hajakata tamaa kwa ajili yako. Katika damu ya Yesu. 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 Inua tena mikono yako, choke. Inua tu mikono yako hiyo miwili. Yule msichana kule nyuma, mlete hapa huyo. Raba kosi. Yes. Katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu aliye Mungu mkuu. Jesus. Piga magoti pale, omba kwa ajili ya familia yenu. Kwa ajili ya familia yenu. Ukiweza kuomba toba, wewe tembea tu kwenye toba kwa ajili ya familia yenu, familia yenu. In the name of the Lord Jesus. Jambo hili siwezi kulizuia. Nasikia hao watu wanne ambao Mungu alikuwa ananisemesha juu yao. Wako wadada wanne, wengine ni kwenye mahusiano yao, lakini watu wanne hawa watafuta hiyo sadaka haraka. Inapofika saa 4 kesho wameitoa sadaka. Wengine mahusiano ni 20,000. Kimbia hapa mbele. Wako watu wanne. Kimbia hapa mbele. Kimbia. Na nikifunga manake anakuwa nimefunga. Lakini wako wadada wanne. Kimbia. Issue wengine ni kwenye mahusiano yao na nini, lakini wako watu wanne. Picha ya watu wanne Mungu ananiambia. Tutakuwa na sadaka hiyo 20,000. Alafu nataka niweke mkono juu yao. Pigeni magoti hapo. Piga magoti hapo. Piga hapa magoti. Piga tu hapo magoti.